kwamba wakati Yesu alikufa, tunajua alikufa Ijumaa. Alikufa Ijumaa. Na hata nyinyi mnajua. Tunajua hata hivyo sisi. Na sijui kama mnasherehekea. Ndio tuulize maandiko kwanza. Sasa alipokufa kesho yake ilikuwa ni Sabato. Ni Sabato kesho yake. Yeah. So yeye ama wale watu hawangeenda kuenda hiyo siku kwa sababu walikuwa na huzuni. So alipofufuka, pole tukuelewe. Jinsi mimi naelewa. Unasema Yesu alipokufa, sio Jumamosi hawakwenda tena. Wakawa na huzuni. Hivyo hawakwenda Sabato. Pia najua hata nyumbani, mtu akiaga wa karibu lazima, kama ni Sabato sijui kama utaenda. Hebu tulia kidogo tu, step by step. So hata kidogo mchungaji. Ndio ndio pole maana Mungu anasema tu na utaratibu. Sasa Yesu alipokufa Friday, ikaamkia Sabato. Walienda Sabato hiyo siku ama hawakwenda? Okay. Mimi kulingana na mimi kwa wale wanaoenda Jumapili, kulingana na mimi. Pole tu walikuwa na huzuni na hawakwenda Jumamosi. Hata kama walienda lakini kanisa ikakuja kuona kwamba hiyo siku tunaweza kumbuka huzuni jinsi Kristo alikufa. Haya, andiko. So, wacha niendelee. Hiyo ni mfano natoa sababu sasa tulienda Jumapili. Unajua kutumia andiko, hao watu wanataka kusikiliza andiko umesema. Mimi najitetea ama nazungumzia siku ya Jumapili, sio Sabato sasa. Kwa Biblia. Tutulie. Endelea. So, walipoona kwamba Jumamosi ni siku ya huzuni, kanisa ikabadilisha ikuwe Jumapili. Umenijibu. Hiyo ni kulingana na sheria ya kanisa si ya Mungu, si ndio? Hiyo ni sheria ya kanisa. Okay. Na niendelee kidogo. Kidogo tu nitakupea. Acha tumalize kwanza hadi hapo. Yes. Hebu peana mic kidogo. Kwa maana nimekuambia ukaribie. Naye. Haya, sawa. Haya, anza Luka 23. Kwanza tuulize hapo mahali amesema ukweli kabisa ilikuwa Friday, Sabato kaingia. Sasa kama walienda Sabato ama walienda wapi? Alafu kesho yake walienda wapi Jumapili? Soma andiko 23:54. Inasema hivi. Soma. Inasema hivi maandiko. Ilikuwa siku ya maandalio na Sabato kaanza kuingia. Tumia hiyo. Samahani, kitabu ni cha Luka 23:54. Inasema hivi. Inasema hivi maandiko. Soma. Yakuwa na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Teremka chini. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata. Twende. Waliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Twende. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marahamu. Twende. Na siku ya Sabato. Siku gani? Na siku ya Sabato wakafanya nini? Walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa hivyo walistarehe jinsi maandiko ilisema, si ndio? Kabisa. Sasa tuulize wanafunzi na wengine siku ya Jumapili iliyofuata walienda wapi? Marko 16 anzia 9 hadi 12. Marko 16 soma 9. 9 inasema hivi. Inasema naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma. Amefufuka siku ya kwanza. Kabisa. Piga 12 hapo chini. Inasema baada ya hayo akawatokea wanafunzi wawili miongoni mwao. Twende. Ana sura nyingine. Twende. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Si kanisa? Shamba. Yesu alikufa. Kabisa. Mpe ajibu. Walikuwa wanaenda wapi? Nafikiria. Jibu tu kwanza kabla hujafikiria. Nielewa. Kabla hujafikiria walikuwa wanaenda wapi Jumapili? Mimi nimesema hivi, walikuwa wanaenda shamba. Mbona si kanisa? Sasa unielewe. Naomba unielewe hapa. Baadaye. Wakati gani? Wakati gani? Zikapita. Kanisa ikaona kwamba watu watakapoenda hii siku ambayo ni Sabato na Yesu alikufa Ijumaa, watu watakuwa na huzuni. Sasa sheria ikabadilishwa ambayo ulisema ni sheria ya mtu. Na hii imeandikwa kwa Bible ama nini? Imeandikwa kwa Bible. Mimi haijaandikwa. Haijaandikwa. Lakini naomba niulize. Pole kwanza kabla hujauliza. Nisaidie Isaya 8:20. Kama haijaandikwa sikiliza. Isaya 8:20. Inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Twende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, ama tuseme sawa sawa na maandiko. Bila shaka kwa hao, hapana asubuhi. Hivyo kama tuseme na maandiko, hiyo weka kando kwa mfuko. Pole. Sasa kama ni kanisa iliweka. Sasa ni mapokeo ya watu. Nisaidie Marko 7:7.
Tukifuata hiyo sasa itakuwaje? Soma andiko. Katika Marko 7:7 maandiko yanasema hivi. Inasemaje? Nao waniabudu bure. Tunamwabudu Mungu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo tukifundisha maagizo ya wanadamu, tunaabudu Mungu nini mchungaji? Bure. Teremka chini. Inasema, ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Tunaacha amri ya Mungu Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Mnaacha amri ya Mungu, watu wa Mungu. Mnashika ya watu. Polepole tu. Wakorintho kwanza 2 anzia mstari wa 4.